Asante sana, basi niite wako Lameck msanii kuingize katika wimbo ambao una ujumbe fulani na uliofanyika. Huu ujumbe wenye ambao umeimbwa hapo ndani ni wa ukweli. Wimbo wenyewe ni Rita. Rita uliimbwa na jamaa ambaye julikanaye kama Malwa. Huyu jamaa aliutoa wimbo wake samani sana. Basi aliuimba kulingana na story ambayo ilitokana na mtu mmoja ambaye alikuwa na dada ambaye walipendana sana hadi ikafikia muda na wakati ambao alipompa mimba, na udada akazaa wakiwa naye, lakini punde tu udada akaitwa na nduguye pale Arusha aende kuwaona. Basi dada akaamua kubabai akimbusu akiondoka. Alipofika pale nduguye wakakataa asirudi tena. Sa dada akaanza kujutia, mbona akaenda peke yake? Basi angejua asingelienda ama waende pamoja na mumewe. Basi dada akapaki mwenye mawazo ambayo yalimuuma sana na kumkula kichwa. Bali sijui ilifika wakati mmoja akapigia mumewe akamwambia anakuja, nduguye wanakataa. Lakini ilifikia muda na wakati ambao akarudi. Basi tuingie ndani ya story tujue ni nini ambacho kiko hapa ndani ya hiyo wimbo. Wimbo wenyewe nishakufahamisha, basi unaitwa Rita. Uliimbwa na msanii mmoja atambulikanaye kama Malwa na aliimba miaka ya kizamani sana. Ukijaribu kuangalia hata video yenyewe inatoka kizamani, kiukweli ilikuwa imetolewa kizamani. Lakini cha kusangasha, wimbo una utamu ambao huwezi isha, na ukisikiza vizuri utajipata wewe mwenyewe unadondoshwa na machozi. Basi hii ni historia ya hiyo familia, na nikianza basi niite wako Lameck msanii nikuingize ndani. Ukitaka nifuatilie pale mtandaoni nikupashe habari mingi zinapokuja kwangu. Huu ni wimbo utambulikanao kama Rita. Hii ni historia moja katika hii familia ambayo ni ya jamaa Mako ambaye aliingia na kimahusiano na binti atambulikanaye kama vile Rita. Rita alikuwa ni msichana katika familia fulani. Basi wakaingiana kimahusiano na jamaa atambulikanaye kama Mako. Walipoingiana kimahusiano walienda wakashiriki kwenye tendo la ndoa. Hapo pale ambapo tunakuta kwamba Rita ni mjamzito. Alipata ujauzito wake Mako. Basi familia yao ikamkataa na ikamfukuza. Hakupata pa kuenda, bali tu kijana Mako akaamua kumuhifadhi. Akamuita, akampa mahali pa kuishi. Alimkubali, akakaa naye kama bibi yake. Alizaa mtoto, wakaishi pamoja kwake Mako. Rita wakaishi wakiwa napendana na jamaa Mako. Jamaa Mako anakuwa akicheza naye, akimshikashika, wakifanya mambo yote ambayo yanakaa kwa watu ambao waliopendana. Sasa inafikia muda na wakati ambapo nduguye wanamuita pale Arusha aende kuwasalimia huyu Rita. Basi Rita anampa mumewe salamu, anampa salamu za kuondoka. Huku tunaona kuwa anamkumbatia akimkisi pamoja na mtotowe. Alafu naye Mako anamkizi, yani anambusu. Rita akaamua kuondoka, Mako wakabaki na mtoto wake Rita. Walipobaki naye Rita akafika pale Arusha akaona nduguye. Basi wakakaa naye. Rita akaamua kuondoka, akamwambia basi akaambia ndugu zake anataka kuondoka. Ndugu zake walimkuamilia na wakamkataza, hamna mahali pa kuenda. Rita akabaki na huzuni huku akiwaza ataipataje familia yake. Rita anajaribu kupigia Mako simu, anaishika, basi anamwambia naja mume wangu. Samako anakaa akiwaza atakuja kweli. Hili likamletea Mako mawazo sana. Inafikia pale ambapo Mako anaamua kunywa pombe wakiwa na mwanawe. Basi Rita haonekani kamwe.
jamaa anafikiria kweli ipo siku Rita atafika hapa ama walikataa pia hawezi rudi. Lakini Marco anamwambia Rita, kumbuka hii familia ya kwako damu yangu ya Bongo si ya Asia. Rita anamwambia mmewe, nakuja. Marco anabaki wakimngojea. Siku moja naye Rita akaamua kupanga safari arudi kumuona Marco na mtotowe. Basi alipoingia konda akampa kiti, alipokaa akakaa. Hapa tujui ni nini kilichoendelea ndani ya gari. Basi Marco akiwa mlevi mngoja Rita pamoja na mtoto wake. Konde aliwaambia si Rita ila mwili wake. Marco anahuzunika sana, anashindwa, mbona dunia ifanye hivi? Mbona ifikie hivyo? Bali Mungu aliona afanye hivyo. Basi kilichofanyika, na wanasemanga wahenga, maji yakimwagika huwa yasoleki. Sasa Marco anajutia akisema kwa wimbo umeimbwa kwamba anapoitazama juu angani anaiona sura yake Rita, yani anadondokwa na majozi. Sasa nakwambia kwenye maisha huwa na vitu mingi, ila tu unafaa kujituma na uwe mkakamavu. Jua kwamba ipo siku na Mungu atakuyatendea unayohitaji. Hiyo ndio huzuni, na huu wimbo una message kubwa sana. Jaribu kuitafuta pale mtandaoni, download usikize, usikie ni message gani pale ndani. Nito wako Lameck Msanii, video ingine